Ni taarifa kwa ufupi ambazo zinakujia kwako kutoka Bagusi Global Radio, kipindi cha Anza na Bwana, na ni kitengo cha dakika 10. Na nikianza moja kwa moja ni kwamba Raila Amolo Odinga ambaye ni kinara ama kiongozi wa chama cha ODM anatarajiwa kurejea hapa nchini mwendo wa saa 5 kutoka kule Afrika Kusini ambako amekuwa kwa ziara ya wiki moja. Na vile vile muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya umepanga maandamano baada ya mkutano ambao utafanyika kule Kamkunji, mahala ambapo Raila Amolo Odinga anatarajiwa kuongoza, wakiwemo viongozi wengine wengi, miongoni mwao Stephen Kalonzo Musyoka, Martha Karua pamoja na wandani wa Azimio la Umoja wa Kenya. Kumbuka kwamba miongoni mwa yale ambao wanatarajia kuzungumza ni kuhusiana na kuvurugika kwa kura za mwaka uliopita, huku akisema kwamba kuna mtu ambaye amejitokeza kusema kwamba Raila Amolo Odinga alishinda kwa kura milioni 8.1 dhidi za Rais William Ruto milioni 5.9. Na nikiachana na swala hilo, kumbuka kwamba shule zinaanza kufunguliwa hii leo rasmi kwa muhula wa kwanza wa mwaka huu wa elimu ama kalenda ya elimu. Kumbuka kwamba masomo yatakuwa yanarejelewa jinsi yalivyokuwa pale awali kabla ya gonjwa ama tandavu ya COVID-19 kuingia hapa nchini na kutatiza masomo. Wakati huo bado shule tofauti zinaendelea kusherekea baada ya kupata matokeo bora katika mitihani ya KCSE ambayo ilikuwa imekamilika kusahihishwa, matokeo ambayo yalitangazwa Ijumaa na Waziri Ezekiel Machogu. Nikiachana swala hilo, sasa sikia hili kwamba pale Keumbu Sub County Hospital, sijui ukiwa daktari, ukiwa pharmacist, ukiwa nesi, kwa nini ulewe alafu ende kazini? Sasa pale Keumbu Sub County Hospital kuna jamaa mmoja ambaye alipeleka mgonjwa pale. Akifika pale anajaribu kuongea na pharmacist pale ambaye ana prescribe madawa ama dawa kwa wagonjwa. Akapata jamaa amelewa chakari, amelewa chakari. Haya, akapewa sijui ni kitabu cha mgonjwa mmoja, akamisplace, alafu akaja kuleta vurugu kwamba mjanipea kitabu. Kwenda kwa akakipata pale kwenye afisi yake. Wakagundua ni mlevi, kabidi waite daktari ambaye anasimamia pale ili mlevi yule, sijui ni muite daktari mlevi, asije akaandikia hata wagonjwa dawa ambazo hazifai ama over prescription ama ni whatever wrong prescriptions, Kwa hivyo ni swala ambalo kwa kweli takuwa tunakujuza tena zaidi katika kipindi cha Morning Brief. Ni swala ambalo lilitokea katika hospitali ya Keumbu pale. Na vile ambaye ni mwakilishi wadi wa Kitutu Central Monyenye, weekendi na wiki iliyopita by the way alifanya ziara kwenye barabara tofauti ambazo anasema kwamba anataka kuzikarabati, hasa zile barabara ambazo zinaingia vijijini katika wadi ya Kitutu Central. Ni swala ambalo anasema kwamba atahakikisha na wafanyia wakazi kazi na anaanzia swala la barabara. Na nikiachana swala hilo ni kwamba Rais William Ruto sasa amepuuzilia mbali madai ya kuibwa kwa kura. Alikuwa anazungumza hayo katika uwanja wa Kerugoya kule kaunti ya Kirinyaga, ambapo alifika kuhudhuria ibada ya Jumapili. Akizungumza vile katika uwanja ule, Rais Ruto amesema kwamba hata yumbishwa na vitisho vya maandamano kutoka kwa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya. Baadaye alisema hivi kwamba maandamano hayatafanya kazi tena jinsi ambavyo yalikuwa yanafanya pale awali ya kutisha viongozi walio madarakani. Ni masuala ni swala ambalo liliungwa mkono na viongozi kadhaa ambao walikuwa wamefika eneo lile, miongoni mwao akiwa gavana wa kaunti ile Anne Waiguru ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la magavana hapa nchini, akisema kwamba maandamano hayatishi
hawaridhishi uongozi wa sasa. Badala ya kujipanga kwa uchaguzi ujao, naona yeye anasema kwamba anaona wao hawajasoma kitu kutoka kwa uchaguzi uliopita. Ni swala ambalo pia liliungwa mkono na gavana wa Embu Sisili Mbarire, ambaye alihudhuria pale ule mkutano, vile vile akikashifu sana yale maandamano. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro vile vile alikuwa pale akizungumzia mambo mengi zaidi, miongoni mwao akisema ama akipuzilia mbali pia yale maandamano ambayo yamepangwa kuanza leo kule Kamukunji. Akizungumza vile vile Ndindi Nyoro alizungumza kuhusiana na swala la elimu, akisema kwamba wakati ambapo walimu wana pewa transfers kurejea maeneo yao ama kwao, vile vile wanafunzi ambao wanaingia kidato cha kwanza usipelekwe shule za mbali, kwa sababu itakuwa ni mzigo na gharama zaidi kwa mzazi ambaye anajitahidi kulipa karo. Naibu Rais Rigathi Gachagua pia hakuachwa nyuma. Alizungumzia swala la maandamano akisema kwamba yeye anasema hivi, by the way, dawa ya hawa ni mtoto wa Maumau. Anyway, hilo tutachambua zaidi katika kipindi cha Anza Kunradhi Morning Briefer. Nikiachana swala hilo, ni kwamba baraza la kushauri ama la mashauri ya dini ya Kiislamu liliundwa. Baraza hilo ambalo linajulikana kwa akronimi fatwa, litakuwa linaangazia mambo tofauti tofauti katika dini ya Kiislamu, na ndilo shirika la kwanza kabisa kutambuliwa hapa nchini. Na vile vile gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Otha Sakaja amewaonya viongozi wa kisiasa dhidi ya kuleta siasa za migawanyiko katika ile kaunti ya Nairobi. Kumbuka kwamba kumekuwa na shutuma za hapa na pale, viongozi ambao ni wandani wa Kenya Kwanza wakimkashifu kwa kuwapatia nafasi nyingi wa viongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya. Naibu Rais akimkashifu kwa kuweka sheria za kuondoa magari katikati mwa jiji. Viongozi wengi wakijitokeza kumkashifu Naibu Rais. It has been an on and off battle kule Nairobi. Na vile vile watu 4 waliaga na wengine zaidi ya 25 kuachwa na majeraha baada ya mashua ambao walikuwa wanasafiria kuzama ama kupata ajali katika eneo la Watamu. Nikiachana swala hilo, ni kwamba jopo ambalo liliteuliwa na Rais William Ruto kuwachunguza makamishna 4 wa IEBC na linaongozwa na jaji wa mahakama ya rufaa Graham Uchelule linarejelea vikao vyao hii leo. Natajua kwamba kuna watu kadhaa ambao watafika mbele ya jopo lile ili kujibu maswali tofauti tofauti ambayo yaliibuliwa kutokana na ule uchaguzi. Kumbuka kwamba kati ya wale wa makamishna 4 akiwemo Juliana Cherera, Irene Maset, Francis Wanderi na Justus Nyang'aya, 3 walijiuzulu. Akasalia Irene Maset ambaye anasema kwamba ama alisema kwamba hakufanya lolote, hakuvunja sheria yote ambayo alifanya kulingana na katiba. Kwa hivyo ni juu ya lile jopo kufanya uchunguzi, kisha wataandika ripoti na kutuma kwa rais. Sasa sikia hiki kisa. Hiki kisa kimefanyika katika ni eneo gani hili? Kimefanyika katika eneo la Kitui. Inasemekana kwamba pastor mmoja ambaye alikuwa ameoa, ana watoto 3. Inasemekana kwamba mke wake huyu alikuwa msomesha, yani amemlipia karo shule ya upili. Baada ya kumlipia karo shule ya upili akamaliza, baadaye hii ni kesi ambayo ilikuwa mahakamani by the way, na huyu mwanamke alikuwa anataka divorce, alikuwa anataka talaka kutoka kwa huyu pastor. Sababu ni gani? Sababu anasema kwamba huyu mwanamume was adulterous. Huyu pastor alikuwa adulterous. Alikuwa na cohabit na mwanamke mwingine wakati ambapo yeye walikuwa wamezaa watoto 3. Inasemekana kwamba swala hili lilianza wakati ambapo mwanamke yule alikuwa kidato cha pili akiwa anasoma, akiwa ameolewa.
Alafu akagundua kwamba ni kama huyu pastor alikuwa na mtu mwingine kule nje. Wakaanza unajua kukasirikiana, kutongeleshana, lakini wakaendelea kuishi pamoja, wakapata watoto. Baadaye huyu mwanamke alienda kotini akitaka talaka kwa sababu ya kile anasema kwamba it is adultery. Huyu mwanamume amekuwa adulterous on the side of the man. Anasema kwamba huyu mwanamke baada ya kumaliza high school, baada ya kuingia chuo kikuu, alianza kuwa adulterous, swala ambalo mahakama haikubaini ama hakukuwa na ushahidi ambao ulibainisha kwamba mwanamke yule alikuwa adulterous. Lakini in the end mwanamke alipata the divorce kulingana na Justice Lilian Mutende ambaye alikuwa anasimamia hiyo kesi, ambaye aliamua ile kesi. Mwanamke yule alipata ile talaka ambayo alikuwa anataka, hata ingawa ule ushahidi wa kwamba yeye alikuwa pia ni kiruka njia haukubainishwa, lakini ilibainika kwamba yule pastor, yule mwanamume alikuwa kwa kweli adulterous. Ni baadhi ya yale ambayo nilikuwa nimekuandalia kutoka hapa ndani. Kumbuka kwamba mengi zaidi ni katika kipindi cha Morning Brief kuanzia saa 2:30. Don't miss. So for